Hamjambo watu wa Mungu. Hamjambo tena. Tunawakaribisha wote ambao wameweza kufika ili tuweze kujifunza mambo ambayo Mungu ameweza kukusudia tuweze kujifunza siku ya leo. Na tumekuwa tukijifunza mambo mengi tu kwa wale ambao walikuwepo jana. Nafikiri Mungu alitujalia tukajifunza kidogo kuhusu nyimbo. Tulijifunza introduction kidogo. Lakini leo ningependa tuweze kuingia kwa somo tofauti. Kwa kuwa kuna mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza kuhusu nyimbo. Lakini kwa sababu ya mkutano huu ambao uko na muda mchache, tutajifunza kidogo tu ambao Mungu ataweza kutujalia. Msomaji, naomba uweze kusoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 21. 5:21 Biblia inasema, barikiwa. Jaribuni mambo yote. Jaribuni mambo yote. Inasema jaribuni mambo yote. Tunaambiwa tujaribu mambo yote. Lishikeni lililo jema. Tunaambiwa tulishike lililo jema. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Tunaambiwa tujitenge na ubaya wa kila namna. Sasa leo kuna mambo ambayo ningependa tusome. Leo nataka tujifunze kuhusu the role of music. Kuna the role of music. Hiyo ndio topic ya leo. The role of music. Na tukiangalia the role of music, naomba tunyenyekee tupate ombi ili tuweze kuanza. Mungu wetu aliye juu mbinguni, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tukisema ni asante kwa kuwa umeweza kutufikisha mahali hapa ili tuweze kujifunza neno lako. Tunaomba wale wote ambao hawajaweza kufika, tunaomba uwajalie ili waweze kufika, tuweze kuanza kwa pamoja. Tunapoendelea na ibada ambayo umeweza kutupangia siku ya leo, tunaomba Roho wako anitumie kama chombo ili wote ambao wameweza kukusanyika hapa waweze kubarikiwa, waweze kujaliwa kuelewa ujumbe ambao umeweza kukusudia tuweze kuelewa. Tufunze ili tuweze kujiandaa kwa marejeo yako mara ya pili kwa ukamilifu. Kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tumeangalia tunafaa kujaribu mambo yote, tulishike lililo jema. Na leo tunataka kuangalia kuhusu the role of music. Na niko na mambo mengi sana na nilijaribu kusummarize kwa sababu ningesema tupitie ikiwa yote, kuna mambo mengi ambayo hatungeweza kufikia na mambo mengi ningekosa kuguzia. Naomba tusomee quotation ya PP Patriarchs and Prophets 707.1. Tutaanzia hapo. Patriarchs and Prophets
707.1. 707.1. 707.1. Kitabu cha Patriarchs and Prophets. Inasema hivi, Barikiwa. inasema again the long train was in motion. Rudia tena. Again the long train was in motion. Again the long train was in motion. And the music of harp and cornet, Kuna the music of harp and cornet, trumpet and cymbal, endelea, floated heavenward, ati floated, heavenward, alafu blended with the melody of many voices, blended with the melody of many voices. Sasa tunaangalia hapo, kuna vitu ambazo tunaambiwa ni instruments ambazo zimetumika, zilikuwa zilipaa zikaenda mpaka wapi? Mbinguni. Endelea kusema. Alafu hizo sauti zilikuwa zimechanganyika na nini? Na sauti nyingi. Sauti za wanadamu wakiimba. Endelea. And the devil danced before the Lord. In his gladness, keeping time to the measure of the song. Endelea. Devils dancing in reverent joy before God. Ati? Devils dancing in reverent joy before God has been cited by pleasure lovers in justification. Ati nini? Has been cited by pleasure lovers in justification. Kuna kitu ambayo imetajwa hapo kama dance. Sawa. Lakini nimenyata sisikii. Hii speaker sijui nimenyaiangalia kama sijaelewa. Angalia hizi zingine nzuri hizo. Vibration iko mingi. Angalia nyingine. Endelea. Soma tu mtumishi. Inasema hivi. Devils dancing in reverent joy before God has been cited by pleasure lovers in justification of the fashionable modern dance, but there is no crowd for such an argument in our day. Ngoja kidogo. Kwa hivyo hizo vitu zote ambazo watu wanajitetea wanasema hapana, kitabu cha Zaburi 150 inasema tunafaa kudance. Wanaquote verses mingi kwa sababu kuna verses mingi zinaongea kuhusu kudance. Tutaangalia kuhusu kudance kwa kanisa. Watu wengi wana dance kwa kanisa na tutakuja mpaka kwa machi kwa sababu pia iko watu kwa Yesu pia imeeleza hizo vitu zote. So wanajitetea wanasema nini? Endelea. Wanasema hivi na tunaambiwa hao ni pleasure lovers ndio wanajitetea wanasema kudance ati iko inspired by the Holy Spirit. Endelea. In our day, dancing is associated with the folly and the midnight revealing. Ati fully and the midnight revealing. Endelea. Health and morals are sacrificed to pleasure. Ati health and morals are sacrificed to pleasure. By the frequenters of the ballroom. God is not an object of thought and reverence. God is not an object of thought and reverence. Thought and reverence. Kwa hivyo wana set aside vitu mbili. Kitu ya kwanza ni health na kitu ya pili morals. Yeah, morals. Ndio wanasema hapana, health na morals wacha tuweke kando, wacha tu dance kidogo. Endelea kusema hivi, barikiwa. Prayer and the song of praise would be felt to be out of place in their assemblies. Ati prayer and song of praise would be felt to be out of place in their assemblies. Kwa hivyo ukiwaambia hata waimbe hymnals, wanasikia hiyo kitu hapana, hata haingii. Wakiimba hata hymnals wanasikia hapana, hata haingii vizuri. Hapana, haingii kabisa. Hata maombi kwao haingii. Wanangoja huyu siamalize kuomba haraka tuingie kwa tuweke zile zetu. Endelea kusema barikiwa. This test should be decisive. Tunaambiwa this test should be decisive. Amusement that have tendency to weaken the love for sacred things. Ati tunaambiwa amusements that have tendency to weaken the love for sacred things. Kwa hivyo amusement ina weaken nini? The love of sacred things. Ndio maana siku hizi makanisa ziko na mashida mengi. Mimi naongea kuhusu nominal Seventh Day Adventist General Conference. Ndio maana iko na mashida mengi. Kwa sababu siku hizi hakuna siku kwaya itaimba machi ikose kuingia ndani. Hakuna siku. Na tutakuja kuona dangers. Endelea kusema hivi, barikiwa.
Inasema kwa hivyo mahali penye amusements inaingia, the sacred love of sacred things inafanya nini? Inakuwa weekend na inaondoka. Endelea. And lessens our joy in the service of God. Hata watu wanakosa kufurahia ibada ya Mungu. Nimeanza kushikanisha. Ndio maana ukienda huko after lunch, kama asubuhi watu walikuwa 300, after lunch watu wako 70 ama 30. Nimeanza kushikanisha. Endelea. Are not to be sought by Christians. Haya, kwa hivyo hizo vitu tunaambiwa Wakristo hawafai kuingia huko. Endelea. The music and the dancing in joy praise to God at the removal of the heart, and not the faintest resemblance to the dispensation of modern dancing. Kumbe modern dancing iko tofauti na dancing yenye ilikuwa kwa Biblia, na tutakuja kuangalia, it is very very different. Modern dancing ni tofauti sana, yenye watu wana match kwa makanisa. Tutakuja kuona hiyo si yenye hata imetajwa kwa Biblia, it is something different. Endelea. The one tended to the remembrance of God and exalted his own name. The other is a device of Satan to cause men to forget God and to dishonor him. Kumbe shetani anataka watu wasahau nini? Amsahau Mungu na kutomheshimu. Ati shetani anataka watu wasahau nini? Asahau Mungu na kutomheshimu. Halo. Kama unanisikia nipungie mkono. Kama haujaamka nipungie mkono. Kumbe tumeamka. Endelea mtumishi. Inaendelea kusema hivi. Barikiwa. The triumphal procession approached the capital, following the sacred symbol of the invincible king. Then a burst of song demanded of the watchers upon the walls that the gate of the holy city should be thrown open. Sasa kuna watu ambao tunajua kwa Biblia waliangusha milango kwa kuimba. Tunajua ukuta, si hata milango, ni ukuta. Tunajua ni akina nani? Ni akina nani hao? Unaisemea huku ndani. Hamtaki itoke. Kwa nini siri? Simuiseme vizuri. Ni akina nani? Wana wa Israeli. Walizunguka ukuta ukaanguka wakiimba. Si walikuwa wanaimba? Ndio. Sasa swali ni moja. Kwani hii kuimba iko na power gani hiyo inaweza ikaangusha ukuta? Tutakuja kuangalia what was the science behind that. Lakini sioni kama hii wiki tutaweza, kwa sababu tuko na limited time na tuko na mambo mengi ambayo tutazungumzia. Endelea kwanza mtumishi. Naendelea kusema hivi. Barikiwa. Lift up your hands, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. A band of singers and players answered, Who is the King of glory? From another company came the response, The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. The hundreds of voices uniting swelled the triumphal chorus. Umefika paragraph? 7-8 paragraph 1. Paragraph 1. Amalizia basi. Anasema hivi. Lift up your hands, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, the King of glory shall come in. Again the joy in celebration was heard. Who is the King of glory? And the voice of the great multitude, like the sound of many waters, was heard in rapturous reply. Wachia hapo kwanza mtumishi. Sasa kuna kitu ningependa tuangazie. Tumeangalia tukaona mahali ambapo amusements zinaingia, Roho wa Mungu anafanya nini? Anaondoka. Sasa nataka tuangalie kama Roho wa Mungu mahali penye ako hapafai kuwa na confusion. Hebu kwanza tusome Wakorintho wa kwanza 14:33. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Inasema hivi, barikiwa. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Kumbe kwa makanisa yote ya watakatifu kunafaa kuwa na nini? Na amani. Na amani na nini nyingine? Utaratibu. Kunafaa kuwa na utaratibu na amani. Sasa swali ni moja. Kama tunasema hii kwanza, hiyo peke yake inatuprovia dunia mzima kanisa sio moja. Kwa sababu kanisa ingekuwa ni moja, kungekuwa na nini? Na utaratibu. Kanisa zote zingekuwa ziko na mfumo wa ibada, ingekuwa the same. Lakini sio the same. Unapata wengine wanacheza na drum huku, wengine wako huku wanaitisha Holy Spirit.
Si mnajua hiyo worship spirit ni gani? Wale watu wa drums wakirukaruka wakipiga nduru. Kuna hao huku, wengine wako pande ile, wengine wapendi drums, wanataka gitaa, akina nganga. Kuna wengine pande nyingine wanataka keyboard. Wengine pande nyingine wanasema hapana. Sisi wacha tupige tu nduru, tupige kale kachuma sisi tunakajua. Kikuyu wanaita karingaringa. Hako. Wengine wanasema wanataka hiyo. Sasa kama kungekuwa kuko na order dunia mzima, Biblia inasema makanisa yote inafaa kuwa iko na order na nini nyingine? Amani. Na peace. Lakini swali ni moja. Is there order in our churches? Kwacha tutajua hiyo, tutaangalia hiyo. Na nikisema in our churches inamaanisha makanisa yote ambayo yako dunia mzima. Sijaongea kuhusu sisi wana matengenezo peke yetu. I think you understand what I mean. Tunaendelea. Mtumishi, nataka usome Warumi 12 anzia mstari wa kwanza. 12 mstari wa kwanza inasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Sasa tunaambiwa katika ibada ambazo tunafanya, tunaambiwa tunafaa tutoe miili yetu kama nini? Dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Ibada yetu iwe na nini? Na maana. Kumbe kuna ibada ambazo hazina nini? Hazina maana. Kuna ibada ambazo hazina maana. Malizia. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kumbe hatufai kufuata nini? Namna ya dunia hii. Namna ya dunia hii. Hatufai kukubali worldliness ingie kwa ibada ya Mungu. Tuko sawa mpaka hapo? Wacha tunaendelea. Mtumishi, nataka unisomee kitabu kinaitwa In Heavenly Places. 127.1. In heavenly places. In heavenly places. In heavenly places. 127.1. 127.1. Soma. Barikiwa. Inasema hivi, beloved, now are we the sons of God, and it doeth not ye appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Sisi wote tunataka kuwa kama Kristo. Ndio. Endelea mtumishi. And every man that hath his hope in him, Sindio? Uko in heavenly places. 127.1. Hajafika hapa? Sio hiyo. Sio hiyo. Endelea. Endelea kusema hivi. Barikiwa. And every man that hath his hope in him purify himself, even as he is pure. And every man that hath his hope in him purify himself. Anafaa purify himself. Purify that is himself. Anajitakase, even as he is pure. Here, the high of faith is directed to God. You listen. How should we purify ourselves? Tunafaa kwenda tutafute maji, tuingie bafu, tuoge vizuri. Si ndio? How should we purify ourselves? Tunafaa kujipurify aje? In spiritual matters, how should we purify ourselves? Hakuna mwenye anajua. By repenting. John chapter 17 verse 17. Watakase na ile kweli. Neno lako ndilo kweli. Soma English. Kizungu. Sanctify them with the truth, thy word is true. Kumbe tunafaa kujisanctify na nini? Na kweli. Umeelewa? Sasa kama tunafaa kujisanctify by the truth, malizeni quotation kwanza. Inasema, he and the high of faith is directed to God. Anza kwa purify. Inasema hivi, and every man that hath this hope in him purify himself, even as he is pure. Here, the high of faith is directed to God, to look to the unseen, not upon things that are now apparent. Faith lives in an expectation of a future good,
It discerns inexpressible advantages in heavenly gift. The hope of the future life is an essential part of our Christian faith. When we allow worldly attraction to come in between the soul and the God, hapo ndo nataka tuelewe vizuri. When we allow worldly, inasema hivi, when we allow worldly attraction to come in between the soul and the God. Sasa hiyo inaitwa worldly attraction. Ikikuja katikati yetu na Mungu, endelea. Kuna mwenye amefungua tusomee. When we allow worldly attraction. Ningependa usomee kwa microphone na watu wa YouTube wasikie. Pole sana. When we allow worldly attraction to come in between us and God, endelea. The world is all we can discern. The world is all that we can discern. Inamaanisha tunadissolve Mungu ndani ya maisha yetu. Endelea. Look up higher. Fix the eye of faith upon things unseen. Fix your eyes upon things unseen. And you will become strong in the divine strength. And you will become strong in the divine strength. Imeisha? Yeah. Barikiwa sana. So tunaona kama tunataka tukue na tufike kwa Mungu directly bila kukuwa distracted. Kitu ya kwanza tunafaa to make sure katikati yetu na Mungu hakuna any obstruction. Tuko sawa mpaka hapo? So if we tukido away with the obstruction yenye iko katikati yetu na Mungu, it will be easier for us in everything. Na tutakuja kuona. Asubuhi tuliambiwa exercise is very important. Na sio exercise peke yake, tutakuja kuona pia, sitasema music, nitasema sound. Iko very very important. Na tunafaa kuwa very very keen kwa any sound yenye tunasikia yenye iko karibu na sisi. Mtumishi, nataka unisomee kitabu kinaitwa NL, A New Life 50.4. NL, A New Life 50.4. NL 50.4. A New Life. Kabla afike, naomba mtumishi nisomee Wagalatia 5 mstari wa 17. Wagalatia 5 tuanzie mstari wa 17 tukiteremka. Anzia mstari wa 17. Alafu nataka uende mbio, niko na mambo mengi. Sawa, nasema hivi, barikiwa. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. Anzia 16. Kuna stress maybe. This I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Tunaambiwa to walk in the spirit so that we cannot do what? Fulfill the lust of the flesh. Fulfill the lust of the flesh. Endelea. For the flesh lusted against the spirit. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. Tumia Kiswahili na inakuanga tamu sana. Hiyo andiko naipenda sana na Kiswahili. Hebu isome na Kiswahili. Inaweka maneno inakaa vizuri sana. Kwa Kiswahili yasema hivi, barikiwa. Mstari wa 17. Anzia 17 basi. Umefika? Acha nifike. 10 inasema hivi, barikiwa. 16 inasema hivi, basi nasema, endeni kwa roho. Tunaambiwa tuende kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kumbe tamaa za mwili zitakuja. Lakini sasa dhambi inakuja kwa kufanya nini? Kutimiza tamaa za mwili. Endelea mtumishi. 17 yasema hivi, kwa sababu mwili hautamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Na ndio maana wimbo nilikuwa nimepeana example jana. Wimbo ikiwekwa hapo, hata kama wimbo unasikia iko inspiring, kama beats zake ziko na madoido, utasikia tu kichwa inataka kuenda, unasikia tu inataka tu iende, ama mguu inataka tu ianze kumove, ama mkono inataka tu ianze kumove, ama mwili yote tu nashtukia imeanza kutaka kutembea. Endelea. Nasema hivi, barikiwa. Kwa maana
hizi zimepingana, hizi vitu mbili zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Hapo ndo penye kuna point, na hapo tutakuja kurudi hapo, lakini kwa sasa hivi acha nitaje tu. Inasema hizi vitu mbili zimepingana, hata huwezi fanya unachotaka. What does that mean? Inamaanisha the music that you listen to, ama any sound that you listen to yenye inakumove, hiyo sound inaweza affect your thinking, na ndio maana tunaambiwa hauwezi fanya unachotaka, na tutakuja kuangalia hiyo statement kwa undani. Endelea mtumishi. 18 asema hivi. Sasa tunapoteremka hapo, nataka kwa mawazo yako kuwa unafikiria hivi. Kwa makanisa yote ambayo mnaonaga huwa wana dance, nataka uanze kuangalia ni nini unaonaga kiwa consequences zao. What do you see as an image of them? Anapoendelea soma mtumishi. Lakini mkiongozwa na Roho, Biblia inasema tukiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Endelea. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya. Sasa wale wote ambao wanaenenda kwa mwili, wakifanya ibada zao, wanafanya ibada za mwili. This is what tunapata kama consequences za kufanya ibada za mwili. Endelea. Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, vitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Malizia. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo huadhiri ufalme wa Mungu. Huadhiri. Hawataurithi ufalme wa Mungu. Hawataurithi ufalme wa Mungu. So that means there is power in worshiping using your body. There is danger. So hiyo ni kitu yenye tunafaa tukip kwa hii wiki tunapoendelea, tuweke hiyo kwa mawazo sana. Tukifanya ibada ya mwili, tujue tuko in danger ya kukosa uzima wa milele. We are in that danger. Na tutakuja kuangalia what is the connection between dancing na kenye kinatu affect na effects zenye zinakuja kwa hiyo dancing. Tutakuja kuangalia. Mtumishi, nataka endelea kusoma. Tuangalie sasa na wale wa roho. What is the effect? You are worshiping in truth and in spirit. Endelea. 22 yasema hivi. Barikiwa. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Sasa ningependa niulize swali. Kwa hizo vitu zenye tumetaja hapo chini, kama unasikia kuna kitu yoyote ambayo imetajwa kwa ibada ya mwili ambayo unasikia inakusumbua sana, wewe jiulize, ibada yako ni ya mwili ama ibada yako ni ya roho? Kwa sababu kama uko na ibada ya roho, vitu zenye zimetajwa kwa roho ndio zinafaa kuwa zinakuaffect. Lakini kama ibada yako ni ya mwili, itakuwa ni the opposite. I think tumeelewana mpaka hapo. Kwa hivyo watu wenye tuko na wivu, tunafaa tuanze kujiuliza maswali. Tunaendelea. Mtumishi, nataka utusomee kitabu inaitwa 1MCP. Yasoma ile ya New Life. Oh, bado hujasoma hiyo? NL. Sawa, soma A New Life. NL 50.4. Barikiwa. Inasema the things you have described as taking place in Indiana. Sasa nataka turudie condition ambayo tumesoma jana. The things expressed taking place in Indiana. Endelea. Reverence here made the Holy Flesh movement. Wide trustees the Lord has shown me will take place just before the close of probation. Every uncouth thing will be demonstrated. Every uncouth thing will be demonstrated. There will be shouting. Kutakuwa na shouting. Na ngoja kidogo. Ikisema shouting inamaanisha nini? Unajua pengine watu wanafikiria ikisema shouting, watu wanafikiria nduru. What is the meaning of shouting? Tutakuja kuangalia. What is the meaning of shouting? Kwa sababu shouting si kupiga nduru. Kuna kuimba ambapo Mungu akiangalia anaona hiyo ni shouting. Hiyo si kuimba. Malizia mtumishi. There will be shouting with the drums, music, and dancing. The senses of rational beings will become so confused. The senses will be so confused.
that they cannot be trusted to make right decisions. And this is called the moving of the Holy Spirit. The Holy Spirit never reveals itself in such methods. Roho wa Mungu hawezi hata akakaribia mahali kama hapo. Endelea. In such a bedlam of noise. And such a bedlam of noise. This is an invention of Satan. Hiyo ni invention ya shetani. To cover up his ingenious methods for making of none effective, pure, sincere, elevating, ennobling, sanctifying truth for this time. Imeisha. Malizia tu. Inasema, a bedlam of noise shocks the senses and perverts that which, if conducted aright, might be a blessing. The powers of satanic agencies blend with the din anoints to have a carnival, and this is termed the Holy Spirit working. Kumbe wanasema hiyo ni Roho Mtakatifu anafanya kazi. Unajua juzi tumekuwa Kisii. Na tukiwa Kisii, kwa shule ambayo tulikuwa kulikuwa na kampori, Pathfinder walikuwa huko. Na mimi nilishangaa kwa sababu nilikuwa nasikia the whole day wako kuimba, walikuwa wanaimba the whole day. Sijui kama mimi sikukaribia, sitaki kuwashuhudia uongo, lakini most of the time walikuwa exposed to a lot of noise, kwa sababu kuanzia asubuhi 5 mtumishi silikuwa 5 walikuwa wanaanza kuweka nyimbo huko, na nyimbo ukizisikia mimi nilikuwa nazitamu kama bedlam of noise on my own point of view. Sasa nilikuwa najiuliza, sasa hawa watoto wakitoka hapo, what will be the influence, yani what will be the outcome of them being there? Kwa sababu tukiendelea nitakuja kupeana story ya kijana mmoja ambaye alikuwa medical student, ambaye alienda akafanya experiment. Alienda akachukua panya, kwa sababu kuna medical students huwa wanafanya experiments na wanatafutanga a species yenye inaweza ikawapea, yani yenye inaweza ikawapea long time effect ya human beings. So wanafanya experiment na some species zenye wamechagua, zenye wanaona hii inaweza ikatupatia kile kitafanyika kwa wanadamu in the next years. Kwa sababu just an example, lifespan ya panya si kama lifespan ya mwanadamu. So wanafanya experiment na kama panya. So huyo medical student alichukua panya na akazigawanya mara 3. Kikundi ya kwanza akaweka panya, akagawa panya za hapo, akaweka zingine katikati, akaweka zingine pale. Kila kikundi ya panya alikuwa ameweka different types of songs. Na kwa hizo different types of songs, nikiwaambia kilifanyika mtashtuka. At long last ilibidi awache hiyo experiment. Na sababu aliwacha ni kwa sababu alifanya makosa moja. Alikuwa amezitag hizo panya, alikuwa amezitag. Anajua hii ni ya kikundi ya kwanza, hii ni ya kikundi ya pili, hii ni ya tatu hivyo. So wakati alifanya makosa akazichanganya zote zikae pamoja, alikuja akashtukia zimeuana. Tutakuja kuangalia hiyo. Na ndio nikaanza kufikiria, ndio maana leo news imekuwa ni vifo kila mahali. Anyway, tutakuja kuangalia hiyo. Yani in short, I'm trying to say music is very powerful such that tukikuja kuelewa the power of music, mimi nakwambia kuna wimbo uweze sikia usimame hapo. Trust me. Kwa sababu the effect yenye itakuwa ndani yako, it will be very dangerous that you can't even imagine. Kwa sababu leo kuna watu wameshindwa kuachana na tabia zenye wako nazo just because of simple music yenye wanasikiza. Na niwashtue, si nyimbo za dunia, ni nyimbo za Wasabato. Wacha tuendelee. Mtumishi, unamaliza hiyo quotation? Inamalizia ikisema, barikiwa. Those participating in the supposed revival receive impressions which lead them adrift. They cannot tell what they formerly knew regarding Bible principles. They cannot tell what they formerly knew regarding Bible principles. Sasa mimi ninajiuliza swali moja. Kama music imefanya hao watu, they cannot tell what they knew about the Bible. So that means music inaweza ikakubrainwash. Wacheni niwapatie example. Kuna msichana mmoja, this is a history ambayo ukienda kwa Google utapata. I can't remember the name of the lady. Kuna msichana mmoja alikuwa mtoto wa mkuu wa serikali. I can't remember the name. So huyo msichana alikuwa kidnapped
na baada ya kuwa kidnapped akafungiwa mahali, na mahali ambapo alifungiwa aliwekwa hapo for 3 months, na kwa hizo 3 months alikuwa anapewa chakula vizuri na analishwa tu vizuri, lakini walikuwa wanamwekea a certain type of music, na hiyo music walikuwa wanamwekea hapo, walikuwa wanamwekea daily, kuna some hours anamwekea asikize tu. By the time hiyo 3 months ziliisha, wakamtoa hapo. What happened? Huyo msichana alikuwa akiambiwa kitu mzuri anakataa. What do I mean? Aliambiwa, yani wakati aliingia huko alikuwa a very good person, such that akona mind yake ina work ina function properly. So akiambiwa twende tukaibe, haizi kubali. Lakini wakati alitolewa hapo after those 3 months, alikuwa gangster. Na walikuwa wanaenda kuiba banks. So walimpeleka huko wa brainwash ndio wamtumie yeye kwenda kuiba kwa bank, so that government wakitaka kuwaua wanashindwa, kwa sababu kuna one of the daughters of mkubwa wa serikali yako hapa. Sijui kama mmenielewa. That is how much music is dangerous. It can brainwash. That's what I'm trying to say. Na tuki-expose ourselves to music for a very long time, a certain type of music, inamaanisha sisi wote, our brain cells will change their structure. Na tutakuja kuangalia, kuna daktari mmoja ambaye anaitwa Hans Jenny. Alifanya experiment moja. Akachukua music na aka-expose. Kuna kitu inaitangwa frequency. So alichagua frequency yenye ataenda nayo moja. So akachukua different types of matter. Si mnanielewa nikisema matter? What is matter? We are mammary. Yeah? Anything that occupies space and has weight. Sasa akachukua different types of matter. Na kuchukua hizo different types of matter akazi-expose kwa frequency. Frequency, kwa wale ambao tunaelewa, frequency ni vibrations. Ni kama tu sound. Tunaweza sema ni sound. So, kuzi-expose kwa sound, akajaribu kuangalia kwa microscope the structure ya hizo matter zenye alikuwa amechagua. Kitu alishangaa, kwa kila kitu ambayo aliangalia ilikuwa ina create structures, kwa sababu any matter ina consist of, imetengenezwa na nini? Unashangaa, hii music nayo imejaa science. Iko hivyo, kwa sababu bila understand science hatuwezi understand music. Inauliza matter ndio hii kuwe mbao inatengenezwa na nini? Hamjui? Basi hata mimi sijui. So akazipima hizo matter, akachukua plastic, akachukua mbao, akachukua mawe, akazipima na frequencies. Na kitu ilimwamaze ni, hata mimi inanishangaza sana. Kwa kila kitu yenye alikuwa anapima, alikuwa anaona ilikuwa inatengeneza a certain type of frequency. Sasa akaamua kufanya kitu kingine. Akachukua different types of music na akafanya the same experiment na different types of music. Na kitu ilimshangaza, kila music ilikuwa ina come up na its own different structure from the other. Sijui kama mnanielewa. So a soothing music ina form a different structure from a very harsh music. Nafikiri tumeelewana mpaka hapo. So hiyo inamaanisha hivi, if a frequency is very high, extremely high, it will have a very deadly impact to you. Wacha nipeane example. Kuna kijana mmoja alikuwa pia ni medical student, a different one. So huyo kijana alikuja akaona wakati concert zinaendelea. Simuelewa concert. Watu wengi wanaelewa concert. So wakati concert zinaendelea, concert tunajua obviously mingi yazo zinakuanga na very high end speakers. Si tunaelewa hivyo. So wakati zinaendelea hizo concert, alisema afanye experiment. Akaenda akachukua mayai, akaweka karibu na hiyo speaker, na concert ikaanza. So wakati hiyo concert iliisha, wakati alienda akachukua hiyo mayai, alishtuka, na mpaka wanasayansi mpaka waleo wanashangaa. Na hiyo experiment watu wanajaribu, nimejaribiwa sana, kwa sababu inashangaza watu. Wakati hiyo concert iliisha,
hiyo mayai ilikuwa imeiva. Na si kuiva tu, ilikuwa imeiva to an extent that inakuliwa. Anyway, hiyo ilikuwa ni by the way. So, what am I trying to say? Music iko very dangerous. Na by the way hata sijaanza. I'm trying to think, nafaa kwenda na speed ya juu because I have only 3 days. The 2 days nimekuwa nimezipanga nitadeal na media na television. The last 2 days. So hata ninashindwa nitaanzia wapi kwa sababu I have a lot. I have very limited time. So hata najaribu kuruka ndo at least nikave a lot. Mtumishi, nataka unisomee chini cha nitafutie huko chini kitu ambacho inaweza kutusaidia acha niangalie kwa. Mtumishi, nisomee kitabu kinaitwa nisomee MH Ministry of Healing page 52. Ministry of Healing page 52. Na by the way, tutakuja kuona hata wakati unalala kama unataka kuwa mtu wa Mungu na unataka kuwa mtu wa Mungu kwa ukamilifu. If you know you are about to sleep. If you know you are about to sleep 1 hour or 2 hours before you sleep. Never, and narudia tena never. Narudia mara ya tatu, never go into social media. Utaelewa ninasema nini baadaye. Soma mtumishi kama umefika. Inasema Ministry of Healing. Ministry of Healing. Ministry of Healing. 52 paragraph number 1. Soma. Inasema the childhood of Jesus. The child of Jesus spent in poverty. Had been uncorrupted by the artificial habits of a corrupt age. Has been uncorrupted by the artificial habits of a corrupt age. Artificial habits of a corrupt age. Working at the carpenter's bench. Working at the carpenter's bench. Bearing the burdens of a home life. Learning the lessons of obedience and toil. You found recreation amidst the sins of nature. Sasa tunaadvaisiwa hivi. Instead of you taking time, a lot of time kwa amusements. Na unajua amusements ina engage a lot. Either unasikiza nyimbo ama maybe unajua hapa kuna watu wengi wanaona movies, vitu kama hizo and all type of things, vitu kama hizo. Instead of doing that, tunaadvaisiwa soma kwanza ndio nielezee. Inaendelea kusema barikiwa. Soma. Inasema learning the lessons of obedience and toil. He found recreation amidst the sins of nature. Gathering knowledge as he sought to understand the nature's mysteries. He studied the word of God. And these hours of greatest happiness were found when he could turn aside from the sin of his labors to go into the fields to meditate in the quiet valleys. Huyo ni Yesu. Yesu alikuwa anatake a lot of time, anajipea time. Anaenda nature walk. Akienda hiyo nature walk, huko anafanya meditation ya the word. Na anasoma Biblia huko. Endelea. To hold communion with God on the mountainside or amid the trees of the forest. The early morning, often found him in some secluded place, meditating. Ngoja kidogo. Ati ilikuwa saa ngapi? On the early morning. Ati saa ngapi? Ilikuwa saa ngapi? Msomaji hajaona vizuri. The early morning. Umeona sasa vizuri. Rudia tena. The early morning, often found him in some secluded place. Yani early morning, Yesu alikuwa anaenda kwa secluded place na huko mbali, anaenda huko ndani huko ndani ya msitu. Endelea. Meditating, ana meditate, searching the scriptures, or in prayer, with the voice of singing, you welcome the morning light. Hiyo ni ya kwanza tumeona. Tumeambiwa asubuhi na mapema. Kwa hivyo asubuhi ukiamka, by the way, unajua hapa kuna watu wengi wakiamka asubuhi, kitu ya kwanza ni kuangalia kuna likes ngapi ziliingia. Ama kama kuna subscriber waliingia 2 ama 1. Kuna watu wanafanya hivyo. Lakini Yesu alikuwa anafanya nini? Rudia.
The early morning often found him in some secluded place, meditating, searching the scriptures, or in prayer. With the voice of singing, he welcomed the morning light with the songs of thanksgiving. Kumbe alikuwa anaenda huko kama bado nini itatokea? Sema morning light. Morning light. Kumbe alikuwa na welcome the morning light akiwa ameenda mahali paniko wapi? Secluded. Alikuwa anaamka asubuhi na mapema, anaenda huko mbali, anaenda mahali kwa kichaka hivi, mahali penye anajua hakuna disturbance. Anakaribisha asubuhi akiwa hapo. Endelea. With the songs of thanksgiving, he cheered his hours of labor, and brought heaven's gladness the toil worn, and disheartened. Kumbe hata mchana alikuwa anakaa kidogo akiimba nini? Songs of gladness. Swali. Hapa kuna mwenye anaweza kuwa amekaribia tabia ya Yesu? Mkono juu. Bado tuko mbali. Umekaribia? Barikiwa sana. Kuna mtu anajiamini amekaribia. Barikiwe sana. Kuna mwingine? Najua mikono itaongezeka sasa. Kwa hivyo bado tuko mbali. Kwa hivyo tunaambiwa tunafaa kukaribisha the morning light. Tukiwa tuna study the word, tuna meditate the word. Tunaendelea. Malizia, umeisha mtumishi? Barikiwa. So, wacha sasa tuangalie kitu kidogo about the effect music can have. Lakini kwanza, wacha tuanze na Israel. What happened in Israel? Hebu nisome Education 39.1. Education, the book Education 39.1. 39. Utasoma point 1 na point 2. Ukifika soma. Nasema the book of Education. Education 39.1. Barikiwa. Naweza soma Kiswahili ama nisome English? Yenye utaweza. Inasema as the people journeyed through the wilderness, hao ni wana wa Israeli walipokuwa wakitembea jangwani, many precious lessons were fixed in their minds by means of song. Rudia tena. As watu waliposafiri nyikani, masomo mengi ya zamani. Watu waliposafiri nyikani, masomo mengi ya zamani yaliwekwa akilini mwao kwa njia ya wimbo. Kwa hivyo akili zetu ni nini inafaa kuwa inajenga mawazo yetu kwanza? Halo. Nasikia ni kama niko peke yangu. Halo. Kwa hivyo wana wa Israeli jangwani, ni nini iliingiza Biblia kwa mawazo yao? Ni nyimbo. Si ni nyimbo? Swali ni moja. Nyimbo zenye umekuwa ukisikiza for the past 10 years, ni ujumbe gani ishaikupatia? Kama haukumbuki hata moja, wewe jua uko in the wrong track. Badilisha hizo nyimbo zote. Anza fresh. Soma mtumishi. Inaendelea kusema. Barikiwa. Ikisema wakati wa ukombozi wao kutoka kwa jeshi la Farao, jeshi lote la Israeli. Usisome bila microphone juu watu wa YouTube hawatasikia. Ningependa wasikie. inaendelea ikisema wakati ukombozi wao kutoka kwa jeshi la Farao, jeshi lote la Israeli lilikuwa limejiunga katika wimbo wa ushindi. Juu ya jangwa na bahari ilisikika kiitikio cha furaha. Endelea. Na milima ikarudia tena lafudhi za sifa. Muimbieni Bwana. Imeisha? Haijaisha bado. Muimbieni Bwana. Muimbieni Bwana. Kwa maana ameshinda kwa utukufu. Kutoka 15:21. Mara nyingi katika safari yao ya wana wa Israeli, wimbo huu ulirudiwa ukishangilia mioyo ya kuwasha imani ya wasafiri wa hija. Sasa swali ningeuliza,
kuna nyimbo ambazo tunaimbanga zenye tunajua hizi nyimbo tukiimba hizo nyimbo zinatuelezea kuhusu safari yetu, na hizo nyimbo zinakuwa zinatujenga. Kama hatuna, tuko na kazi kubwa ya kufanya. Na kabla tumalize, tutakuja kusoma tuone kuna watu wengi wako hapa wako na talanta ya kuimba. Lakini kitu moja yenye hawajawahi ambiwa, kwa kila talanta ambayo Mungu amekupatia, Mungu atakuwa anataka faida kwa hiyo talanta yenye alikupatia. Bila hiyo kutakuwa na hukumu kwa ajili ya hiyo talanta ambayo ulipatiwa. Kuna watu wengi ambao wanaweza wakaimba na wamepewa kipawa cha kuimba, wakapewa sauti mzuri, wengine wakapewa mpaka kuelewa nyimbo. Lakini wengi hawafanyi hiyo kazi, hawafanyi kazi hiyo talanta ambayo Mungu amewapatia. Maliza kwanza mtumishi. Amri kama zilivyotolewa kutoka Sinai, pamoja na ahadi za upendeleo wa Mungu, na kumbukumbu za kazi zake za ajabu kwa ajili ya ukombozi wao. Endelea. Zilionyeshwa kwa njia ya kimungu, na ziliimbwa kwa sauti ya muziki wa ala, watu wakishika hatua kama sauti zao ziliungana katika sifa. Hiyo ni .1 imeisha. Soma .2. .2 inasema, soma. Thus their thoughts were uplifted from the trials and difficulties of the way. The restless, turbulent spirit was sorted and calmed. The principles of truth were implanted in the memory, and the faith was strengthened. Constant of action, endelea tu mtumishi. Thought, order and unity, and the people were brought into closer touch with God and with one another. Kumbe nyimbo zilikuwa zinawaletea kitu, zilikuwa zinawajengea unity with God na with their fellow men. That is how powerful music is. Tukisema kwa hii kanisa tukisikuwa tunaimba, hata sisi wenyewe hatutakuwa na umoja kwa hii kanisa. Umoja itaenda ikifade away. Kwa sababu there is power in that singing together. Kwa sababu ya mambo ambayo hawezi kuapuka, tutawachia hapo kwanza, alafu tutarudi. Kwa hivyo ningeomba tuweze kunyenyekea, tupate ombi. Mungu wetu aliye juu mbinguni, tunasema ni asanti kwa kuwa umekuwa nasi, tumeweza kujifunza neno lako. Tunaomba uweze kuwa nasi tunapozidi kujifundisha wiki nzima. Mambo ambayo umeweza kutupangia tuweze kuyaelewa katika wiki hii ambayo umeweza kupanga tuweze kukutana. Tunapoenda katika mankuli, tunaomba uweze kutujalia ili tunapokula chakula tule tukitafakari maneno ambayo yametoka kwako. Na ni kupitia Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya asubuhi.